Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Mvua ndogo ilinyesha polepole, ikigonga vioo vya dirisha la apartment ya Sarah. Sarah alikuwa amekaa sakafuni. Laptop ilikuwa mbele yake. Flash disk iko kwa pembeni. Simu akiishika mkononi. Lakini hakupiga kwa yoyote. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Nimeshalia vya kutosha, alijisemea. Sasa ni wakati wa kufikiria nijue cha kufanya. Aliinuka taratibu. Akavaa koti jeusi la kujikinga na mvua. Akajifunga nywele kwa haraka. Akachukua funguo ya gari yake na safari yake ya usiku ilianza. Alifika mwisho wa safari yake. Alienda ndani ya baa moja iliyoitwa Cape Town City. Baa ilikuwa tulivu. Mwanga wa njano hafifu. Muziki wa jazz uliochezwa kwa sauti ndogo. Hapa ndipo walipojaa watu waliokuja kuficha siri, si kusherehekea na kula bata pekee. Sarah alikaa kona ya mwisho. Dakika 5 baadaye, mwanaume mmoja alifika. Alivaa suti ya kijivu. Uso wake ulikuwa wa mtu aliyeona mengi na aliyekata tamaa na haki ya dunia. Huyu alikuwa Mark, mtaalamu wa kompyuta aliyewahi kufukuzwa kazi kwa kujua mengi kupita kiasi. Mark alimwangalia Sarah kwa sekunde chache. "Nilishangaa ulipopiga simu," Mark alisema kwa sauti ya chini. Sarah hakutabasamu. Alikuwa serious sana. "Wanawake kama mimi," alisema kwa ukimya wenye makali, "ndio wanaohitaji watu kama wewe zaidi ya wote." Mark akavuta pumzi. "Hii inahusu nini?" Sarah akaweka flash disk mezani. Akaipeleka polepole kuelekea kwake. "Inahusu bilioni 1, usaliti, na mtu mmoja anayedhani mimi ni mjinga." Mark alibaki kimya akiendelea kumsikiliza Sarah. Akaichukua ile flash disk. "Ukijua kilicho ndani ya hii," Sarah aliendelea, "utaelewa kwa nini maisha yangu yako hatarini hivi sasa." Mark akamwangalia machoni. "Na wewe je, uko tayari kwenda mbali kiasi gani?" Sarah akainua macho yake, kisha akasema, "Kiasi cha kumfanya Daniel ajute siku aliyojifunza kulitaja jina langu." Mark akasema, "Oh, naona sasa. Hii game itakuwa serious sana. Wewe nenda, nitakupigia simu." Sarah hakuongeza chochote. Aliondoka. Siku inayofuata, majira ya saa 3 asubuhi, Daniel alisimama mbele ya dirisha refu la ofisi yake. Jiji lilikuwa chini yake, akilitazama kutoka kwenye view ya umbali wa takriban ghorofa 28 iliyokuwepo ofisi yake. Alitabasamu. Sarah ataangamia, alijisemea. Na sio yeye tu. Wote wataangamia. Msaidizi wake aliingia kwa haraka. "Bwana Daniel, kuna barua kutoka idara ya ukaguzi wa fedha." Daniel aligeuka taratibu. "Hilo ni jambo dogo," alisema kwa kujiamini. "Hebu niwekee mezani." Baada ya kumaliza kutazama ile view, akakaa kwenye meza yake na kuanza kuisoma ile barua. Upande mwingine, Sarah alikuwa amekaa mezani akichora vitu kwenye karatasi. Mistari, mishale, majina, tarehe. Hakupanga kukimbia. Alipanga kucheza mchezo ule ule, lakini kwa akili zaidi. Simu ikavibrate. Ulikuwa ni ujumbe wa Daniel. "Nimekupa muda wa kutosha. Usisahau kuwa bila mimi unaanguka." Sarah alisoma. Akatabasamu kidogo. Akaandika jibu. "Usijali Daniel. Nalielewa hilo. Na nitafanya ulichoniomba." Akatuma. Akaweka simu chini. Akavuta pumzi ndefu. "Kwa hiyo uliniona kama chombo? Sasa basi, nitakuwa kioo kitakachoonyesha sura halisi. Game on." Asubuhi ilifika taratibu. Mwanga hafifu wa jua uliingia kupitia pazia jeupe, ukigusa uso wa Sarah aliyekuwa amekaa kwenye kiti, macho yake hajafumba tangu usiku uliopita. Meza yake ilikuwa imejaa karatasi. Majina yaliandikwa na kufutwa,
Tarehe zilizungushiwa duara jekundu. Hakuwa amelala usiku kucha. Alikuwa akifikiri na kutafakari. Daniel anadhani ninaogopa, aliwaza. Lakini alichokiona jana ni kivuli cha mwisho. Alichukua simu yake. Akaangalia ujumbe aliyomtumia Daniel. Akauangalia tena. Akatabasamu kwa dharau ndogo. Ni rahisi sana kumdanganya mtu anayedhani tayari ameshinda, alinong'ona. Kisha akainuka na kuelekea bafuni. Maji baridi yakamgusa uso. Alipojitazama kwenye kioo, alijiona tofauti. Macho yale yale, lakini sasa yalikuwa na azimio na nia, na wala si maumivu. Sara wa zamani amekufa, alisema kwa sauti ya chini. Kuanzia leo, nitavaa uso mwingine. Daniel alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha ngozi. Kompyuta ilikuwa mbele yake, simu mezani. Uso wake ulikuwa wa mtu anayesubiri ushindi na wala si hatari. Alisoma barua ya ukaguzi tena. Akatabasamu, kisha akasema, hawa watu wako taratibu sana, alisema kwa msaidizi wake. Ukaguzi wao huchukua miezi, mimi nina siku chache tu. Msaidizi akasita, lakini mkuu, wanataka nyaraka za miamala yote mikubwa ya miezi 6 iliyopita. Daniel akanyanyua mkono na kumshika bega msaidizi wake. Usijali, alimwambia. Kila kitu kiko sawa. Sahihi ziko halali kabisa. Kichwani anajua ni sahihi za nani. Na hilo lilimfurahisha zaidi. Simu yake ikalia. Jina Sara. Aliitazama kwa sekunde chache kabla ya kujibu. Sara, alisema kwa sauti tulivu, lakini yenye mamlaka. Umefanya uamuzi. Ndani ya simu, sauti ya Sara ilikuwa laini, iliyopangwa. Nimefikiria sana, alisema Sara. Na ninaona huna makosa. Niko peke yangu katika hili. Daniel akacheka kidogo. Nilikuambia mrembo, alisema Daniel. Akili hushinda hisia. Sara akajibu, nitafanya unachohitaji, lakini nataka uhakika. Daniel akauliza, uhakika wa nini? Sara akamjibu, kwamba sitatupwa baada ya kila kitu. Kulikuwa na kimya kifupi kidogo. Kisha Daniel akasema kwa kujiamini, ukifanya kazi yako vizuri, hakuna atakaye kugusa. Sara akajibu, sawa. Simu ikakatika. Daniel akasimama, kisha akatazama dirishani. Jiji lilikuwa chini yake. Kumbe, hata mwanamke mwenye nguvu huanguka pia. Alisema kwa sauti ya ushindi,